walimu hapa wanakumbuka. Nimesoma combination ya shi. Mimi mnaita HTL. Shi. Swahili, history na English. Combination ambayo nimesoma. Kwa hiyo pale Kangani nakuwa nasomesha, lakini si kusomesha tu. Wakiweka ile boarding yao, mimi ni mdau mkubwa wa kusaidia chakula wakiwepo pale kambini. Kwa hiyo nilisema hili kutaka afisa elimu wajue kwamba akiniona maeneo yale asije kupata mshangao akaja kusema watu wanakuja kuhudumiwa. Lakini pia nimekuwa mgeni rasmi mara nyingi wanapofanya debates na zile clubs zao za mazingira. Bahati nzuri wale kwenye klabu ya mazingira mara nyingi wanakuwa wamoja. Sasa mimi nimelichukua hilo na nitazungumza na mwalimu mkuu ili kuona kwamba na wao wanajiunga kwenye clubs hizi, kwa sababu mimi nafahamu mafanikio ya clubs hizi. Kuna kauli inasemwa kwenye jamii kwamba lugha si elimu. Lugha si elimu. Jamani, kibidisheni sana kwenye lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiarabu na lugha nyingine yoyote. Lugha ndio ambayo inaunganisha watu kwenye dunia. Tuchukulie wewe umepata division 1. Aidha science au arts. Unataka kwenda kusoma nje, lakini unachojua ni lugha moja ya Kiswahili. Mimi wakati naenda kusoma India, walikuwa wananiuliza vijana wakati na wale. Sasa wewe utakwenda kukaa vipi? Ugenini. Kaambia mimi najua Kiingereza. Mimi najua Kiingereza ambacho bahati nzuri nimesoma pale Kangani. Sijaenda English course mahali popote kwenye maisha yangu. Nimesoma pale Kangani, lakini nikasoma na Fidel Castro. Bahati Mwalimu Ahmed wakati anaendesha programu yake ile ya Marekani, mimi nilikuwa Fidel Castro kipindi hicho. Na nikawa napambana na hao wanafunzi wake ambao walikuwa ni special, wameteuliwa kusoma hiyo. Wanapomaliza zile klasi zao, tulikuwa tunakutana na tunasokotana. Kwa hiyo basi nikawaambia kwamba kitakachonisaidia huko ni lugha. Good luck katika chuo ambacho nimesoma, hakukuwa na Mzanzibari wala Mtanzania. Katika hicho chuo ambacho nimesoma, Marekani, Waingereza, Pakistan na nchi nyingine. Nafikiri msema alikuwa Pakistan, sababu ni Waislamu. Na tulienda kule kipindi cha Ramadhani. Sasa lugha jamani, lugha tukae nao vizuri sana walimu wa lugha ya Kiswahili, kwa sababu Kiswahili hatukijui. Kiswahili hatukijui. Au unakijua Kiswahili? Wazanzibari sasa tumekuwa tuna viashiria vitatu vya kuiharibu lugha. Vitatu. Ya kwanza tunaibananga lugha ya Kiswahili. La pili tunaifubaza lugha ya Kiswahili, na ya tatu tunaidumaza lugha ya Kiswahili kwa kujifanya ni waelewa na ni wamahiri wa lugha. Tumekuwa wavivu. Naomba mniwie radhi, mimi ni mwalimu kidogo. Kwa hiyo mara nyingi niko kama hapa kwa muda. Mnaibananga lugha ya Kiswahili. Kuna mtu anajua kubananga lugha? Kuna udondoshaji wa misamiati sio kwa sahihi. Huyo unasema huyo, hapo unasema hapo. Na imezoeleka sasa hivi. Pahali pa kusema huyo unasema huyo, hapo unasema hapo. Huko ndio kubananga lugha. Lakini wakati mwingine watu wanajaribu kuifubaza. Vipi lugha inafubazwa? Tena wanaifubaza watu lugha kwa sababu ya haya mambo yaliyoingia kingono. Watu baada ya kusema matiti wanasema nyongo.
Tokea lini neno matiti likawa matusi? Lugha mnaifubaza tena kwa sababu ya mambo ya ngono. Lakini mnaifubaza lugha kwa sababu hamtaki kutumia makamusi. Afisa elimu, himizeni mashuleni watu watumie makamusi. Kuna neno unaweza kuja kulitumia, kumbe kwenye kamusi linatumiwa vinginevyo. Unafahamu neno fisadi? Unafahamu neno fisadi? Ni nani fisadi? Ufujifu wa mali sio? Nenda kwenye Kiswahili, kwa kamusi ya Kiswahili sanifu ukaliangalia neno fisadi. Kwa hiyo tunaifubaza na kuibananga lugha kwa sababu ya kutumia kamusi, lakini kufuata usasa. Mimi na uhakika nikikwambieni mambo muandike hapa, nitakuwa vichekesho. Walimu wa lugha watacheka. Kwa hiyo suala la lugha duniani linasaidia kumfanya mwanafunzi aweze kufaulu vizuri. Bila lugha huwezi kufahamu suala ambalo unaletewa kwenye mtihani. Kweli wale ambao wanasoma geography, wanasoma history, masuala mengine yanafungwa. Inayoweza kukusaidia ni lugha, kuyafungua masuala ukaweza kujibu. Inawezekana swala ukitafsiriwa unalijibu kwa urahisi. Kwa hiyo tujibidiishe sana kwenye lugha. Sisi kama muhimili wa mahakama tumekuwa tukishirikiana sana na wanafunzi wa shule mbalimbali. Ifikapo mwishoni mwa mwezi wa kwanza na mwanzoni mwa mwezi wa pili tunakuwa na wiki ya sheria. Kwa hiyo shule mbalimbali tunakuwa tunazitembelea. Kwa mwaka huu tumetembelea shule ya Fidel Castro, shule ya Piki, shule ya Mohamed Mapindua, shule ya Wingwi, shule ya Kiungoni. Tumezitembelea hizo kwa ajili ya kutoa elimu ya sheria. Na mimi mwenyewe nilikuwa natoa elimu kuhusu malengo ya wanafunzi, lakini pamoja matumizi mabaya ya mitandao. Kwa hiyo niendelee kuasa kwamba msiyatumie vibaya mitandao. Mkiyatumia vizuri mitandao yanakusaidieni kunyanyua elimu kwa kusearch material, lakini mkiyatumia vibaya mitandao yanakupotezeni na malengo yenu. Na sasa hivi kuna sheria ile ya mitandao, mkiyatumia vibaya mitandao mtafungwa. Si mna umri wa miaka 18 mtafungwa. Kwa hiyo mkiwepo shuleni, na bahati nzuri wizara imekataza wanafunzi wasitumie simu. Lakini mkirudi majumbani tunafahamu kwamba mnaziba simu za wazee wenu, mnatumia mitandao. Tumieni mitandao vizuri. Lakini mkiwepo mashuleni msitumie mitandao. Pengine niseme cha mwisho, kwa umri wenu msijiingize kwenye migogoro ya kisiasa, msijiingize kwenye madawa ya kulevya, msijiingize kwenye udhalilishaji, na pia msijiingize kwenye wizi. Sheria ile namba 6 ya mwaka 2018 ya makosa ya jinai inakutambueni nyinyi kwa watu wazima umri wa miaka 18. Kwa hiyo mkifanya makosa mnapelekwa katika mahakama hizi za kawaida za watu wazima. Kwa hiyo msijiingize kwenye migogoro. Zipo sheria mbalimbali ambazo zinalinda haki za wanawake kama nilivyosema kule mwanzo, katiba na hizo sheria za Umoja wa Mataifa, lakini kuna sheria ya kuwalinda wali na wajane, lakini sheria hiyo ya namba 6 mwaka 2018 pia inalinda haki za wanawake. Ndio maana serikali yetu ilipoona